tukiangazia maisha na nyakati za Raila Amolo Odinga. Na basi ungana nasi napoendelea kumwombelezea Raila Odinga asubuhi ya leo, tunapochunguza na kupiga msasa maisha yake kwa ujumla. Lakini tunapoanza, tumeona katika habari nyingi za magazeti zinaangazia habari kumuhusu Raila Amolo Odinga katika kanda nzima ya Afrika Mashariki, kuanzia hapa Kenya hadi kanda nzima ya Afrika Mashariki. Wanaangazia maisha ya Raila Odinga na habari kuhusu kifo chake alipokufa asubuhi ya jana akiwa Mumbai, India. Basi karibu tena, kipindi ni Morning Blend. Kumbuka ni mimi wako JW nikikukaribisha asubuhi ya leo, na kama kawaida tunaanza na kuangazia hasa vichwa vya habari vinavyogonga vichwa vya habari katika magazeti mbalimbali. Ni katika sehemu ya leo magazetini. Leo magazetini tunapopiga msasa, na tunaana na gazeti ya Ijini, gazeti la Ijini linalofahamika kama The Star. The Star inaangazia, na leo tutafanya tu kwa muktasari kidogo ili tuwe na nafasi nzuri ya kuchunguza maisha na kupiga msasa maisha ya Raila Odinga. Na katika kichwa pale katika ukurasa wa kwanza inasema tu moja kwa moja, a giant of democracy, na picha inapatikana pale, picha kubwa sana inayomwonyesha Raila Odinga katika siku zake akiwa na furaha, a giant of democracy. Na basi utaenda katika ukurasa wake wa pili na utaweza kupata habari zaidi kuhusiana na mkwazi huo wa siasa nchini Kenya. Katika ukurasa wa 5 inaeleza kwamba Raila Odinga, Kenya's most consequential politician in history. Inatoa taarifa pale na historia kwa kina kumuhusu Raila Odinga. Katika ukurasa wake wa 3 pia inazungumzia kuhusu kipindi cha kupokezana, transition. Raila to be buried on Saturday as Ruto declares 7 days of mourning. Inazungumzia kuhusu mazishi ya mwenda zake Raila Amolo Odinga. Katika gazeti la The People pia habari leo zinaangazia kabisa Raila Amolo Odinga. Katika gazeti la People Daily inataja moja kwa moja, nasema Raila Odinga, the giant who shaped Kenya's democracy. Raila Odinga, the giant who shaped Kenya's democracy. Kumbuka gazeti hilo linaendelea kuangazia, People Daily inaendelea kuangazia mwenda zake Raila Odinga, na baadaye unaweza kuangalia katika ukurasa wa 11 ambapo inazungumzia kuhusu yale mauaji ya ule mlinzi ama GSU katika lango la Ikulu. Basi hilo ni gazeti la The People Daily. Na tukigeukia gazeti la Taifa Leo, lina mambo mengi, licha inaangazia moja kwa moja maisha ya Raila Odinga, ikiwa ameweka picha yake pale mbele na inataja kwamba baba atuacha. Hiyo ni kauli ya gazeti la Taifa Leo, baba atuacha. Kwa hivyo inazungumzia kuhusu maisha yake kuanzia 1945 hadi mwaka 2025. Basi unaweza kujipatia nakala yako uweze kuona kinachoangaziwa katika gazeti hile la Taifa Leo. Gazeti pacha la Daily Nation la Taifa Leo, sasa Daily Nation bado katika ukurasa wake wa mbele bado inaangazia kuhusu maisha ya Raila Odinga, ikisema kwamba Kenyans mourn Raila
Amolo Odinga. Kenyans mourn Raila Amolo Odinga. Ni gazeti la Daily Nation. Tafuta nakala yako na uweze kupata habari zaidi kuhusiana na habari hizo zinazogonga kichwa. Tukienda katika The Standard. The Standard pia inazungumzia kuhusu inasema katika ukurasa wa mbele inasema Enigma bows out, the man myth legend. Ni maneno ya The Standard ikimwangazia Raila Amolo Odinga aliyekuwa waziri mkuu, na inaeleza utakapofungua katika ukurasa wake wa mbele utajionea jinsi inavyoeleza. Inasema utakapofungua katika kurasa zake pili, 3, 4, 5 inaangazia bado maisha ya Raila Odinga. Nasema a towering figure in the continent political history has fallen. Raila Amolo Odinga, freedom fighter, reformist, and the country's most enduring opposition leader, died in India. Closing a life defined by struggle, sacrifice, and unrelenting quest for justice. Raila was both revered and reviled, a restless, brilliant, mercurial force whose life was a constant duel between destiny and defiance. He led, fought, reconciled, and re-emerged time and again, a political phoenix in a nation that rarely forgives its own. Now, as the music fades, Kenya mourns the enigma whose silence leaves a huge void. Hilo ni gazeti la The Standard inapotoa kueleza kuhusu maisha ya Raila Odinga. Ni magazeti ya nchini Kenya, na katika kanda nzima pia ameweza kuangaziwa katika kanda nzima la Afrika Mashariki. Tukiangalia The Daily Monitor, gazeti linalopatikana nchini Uganda, inaangazia pia maisha ya habari kuhusu kifo cha Raila Odinga, na inasema Raila Odinga 1945 to 2025. The persistent Kenya never ended. The president Kenya never ended. Raila's mixed legacy of hope and doubt. World leaders pour tributes to former premier. Raila's love-hate relationship with Uganda. Ni gazeti linalopatikana nchini Uganda, linaangazia maisha na kifo cha Raila Odinga. Kama unavyoona sasa, Afrika Mashariki imeungana katika kuomboleza kifo cha Raila Odinga, kuonyesha kwamba haliangaza katika kanda nzima la Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Ukifuka mipaka pia na kwenda katika nchi ya Tanzania, utapata gazeti la Mwananchi. Katika ukurasa wake wa mbele inasema moja kwa moja, mwamba wa siasa Afrika uliozimika. Ni gazeti la Mwananchi katika taifa jirani la Tanzania. Basi ni habari zinazomhusu kigogo wa siasa katika bara zima la Afrika, na hasa hapa nchini Kenya, Raila Amolo Odinga. Ukienda katika eneo la Zanzibar, utapata Zanzibar Leo, gazeti ambalo inaangazia pia. Inasema viongozi Afrika wamkumbuka Odinga. Ni katika eneo la Zanzibar, taifa ambalo liko katika muungano na Jamhuri la Tanzania, lakini pia inapatikana katika eneo hilo, na inaangazia pia katika habari zake zinazogonga vichwa, inaangazia maisha ama habari kumhusu kifo cha Raila Odinga. Basi kama vile tumeona ni kwamba Raila Odinga ameweza kuenziwa katika hapa Kenya kabisa. Wengi
wale waliompenda, hata wale wasiompenda, wote walimheshimu. Na hivyo basi watu Kenya kwa jumla wamejitokeza kwa wingi ili kumwenzi Raila Odinga na kumuomboleza katika nchi nzima. Na basi leo tutaangazia maisha yake Raila Odinga. Na kabla tujaingia pale, tuna wazo la siku leo asubuhi ya leo tunapoangazia wazo la siku ambapo tunasema kwamba knowledge will give you power but character will give you respect. Ni katika wazo la siku. Knowledge will give you power but character will give you respect. Ni wazo la siku. Unaweza kutafakari wazo hilo katika muda wote tunapozungumza kuhusiana tunapoendelea katika kipindi hiki, na mwisho tutazungumza kuhusu maana ya kidani kuhusiana na wazo hilo. Na basi tunafikia mwisho wa sehemu ya leo magazetini. Tumefika mwisho wa sehemu ya leo magazetini na wazo la siku. Na basi tungependa kuingia katika sehemu la pili. Ni sehemu ambapo tutachimba kidani kuhusiana na maisha na utendaji kwa ujumla wa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Na basi tuna mgeni ndani ya studio. Mtazamaji, kumbuka bado tumo ndani ya Pepeta TV. Kipindi ni Morning Blend. Na kwa sasa tukiangazia hasa maisha yake mwenda zake aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Na tukiwa na mgeni katika ndani ya studio, tutaangazia maisha yake. Na basi tungependa kumkaribisha mgeni wetu asubuhi ya leo, Ephandas Kang'ethe. Karibu kabisa ndani ya studio. Asante sana ndugu yangu. Safi sana. Na nimeshukuru sana kukuwa hapa leo. Kwanza niwarudishie shukrani Mr. James, organizers wa hapa Pepeta TV, watu wetu wa kamera hapa, na kila mtu ambaye ako involved hapa kwa hii TV. So nimekuwa nikifuatilia hii TV, nimeona zile programs mmekuwa mkifanya, nimeona ile mambo mmekuwa mkisukuma, na nimeshukuru sana kupata nafasi kwa hapa. Sio kila wakati mtu anapata nafasi kama hizi. Kwa hivyo shukrani kwa kunipatia nafasi nikafika hapa. Safi kabisa. Na nashukuru kabisa. Yes. Karibu sana. Yes. Leo tutaangazia maisha yake Raila Amolo Odinga. Okay. Najua uko na habari. Okay. Na sisi wa Kenya wote, hakuna mtu hana jambo la kusema. Yes. Kuhusu Raila Odinga. Yes. Hawe alimpenda ama hakumpenda. Okay. Kila mtu ana jambo la kusema. Yes. Hata tunajua wanasiasa wengi walikuwa wanapanga siasa hasa wakitazama mwelekeo ambao Raila Odinga atachukua. Yes. Na tunajua kwamba kuna baadhi wanasiasa karibu wote nchini Kenya watahitaji kurudi tena kwa meza na kupanga upya siasa. Kwa hivyo leo mtazamaji, tutaendelea kuangazia kuhusu habari zinazomhusu, hasa kuhusu maisha ya Raila Odinga na hasa kifo chake. Kumbuka Raila Odinga alizaliwa pale Januari mwaka wa 1945. Basi kufikia kifo chake jana alikuwa amefikisha umri wa miaka 80. Raila Odinga alijiunga na bunge la Kenya mnamo 1992 na akiwa mwanachama wa chama cha Ford Kenya kilichokuwa kimeanzishwa na baba yake Oginga Odinga, ambacho kilikuwa wakati ule kinavuma katika maeneo ya Nyanza, lakini yeye aliingia akiwa mbunge wa Lang'ata. Na ilikuwa ni jambo lenye kufurahisha kwa sababu la kipekee, kwa sababu Raila Odinga alishiriki katika bunge la Kenya pamoja na baba yake kuanzia mwaka wa 1992 hadi 94, akiwa pamoja na baba yake ndani ya bunge la Kenya. Ilikuwa ni tokeo la pekee sana katika bunge letu. Na basi tunapoangazia maisha yake, jinsi alivyopambana kupigania demokrasia, akiwa mmoja wa wale ambao walipanga kuhusu kuanzishwa kwa katiba mpya mwaka wa 2010 tukapata katiba mpya, akiwa mmoja wa wale ambao waliendesha kampeni kupata katiba mpya. Na basi leo tunaangazia Raila Odinga. Alikuwa na maisha, alikuwa mcheshi, alitumia vitendawili
alikuwa mwenye kuchangamsha. Unapomsikiliza hotuba zake zilikuwa zenye kweli maudhui mazito, na alikuwa kwa kweli ni mtu mwenye kupendeza kusikiliza. Kwa mfano nilikuwa naelezea hii mambo ya Raila Odinga. Nimesikia vile umeielezea kwa ufupi, na ni jambo ambalo Mkenya yote akiliangalia una realize ya kwamba Raila aliingia kwa siasa akianza, na alianza kwa nguvu mingi sana. Wengi huwa wanaanza pale chini, Raila alianza pale juu. Tukiangalia after coup, wakati ameshikwa akawekwa detention, tunaona mtu ambaye ako na miaka kidogo, he still a youth, lakini ile nguvu ambayo amekuja nayo kwa siasa, hajashikilia koti ya babake. Ile kitu ambayo ako nayo ya babake ni jina peke yake, ile yeye mwenyewe amekuja kujitengenezea jina yake. Tunamwangalia kutoka hapo mpaka 1989 wakati ambaye anakuja anaachiliwa. Tunaona siasa ya multiparty ambayo wameshikana na watu wengine kama kina Matiba, kina Orengo na wengineo kama kina Ndingi Mwana Nzeki. Tunaona vile ambavyo wamepigania demokrasia ya Kenya na kuleta multiparty democracy, ambayo kwa leo hii tuna enjoy kuwa na vyama vingi. Kutoka hapo tunamfuata, anakuja 1997 anasema kwamba anataka kugombea kiti cha urais. Tunakuja naye mpaka 2002. Kwa hivyo nikiangalia safari yake kufikia leo hii, naweza nikasema bila wasiwasi hatujakuwa na mwanasiasa mwingine ambaye amevaa kiatu kama kile ambacho Raila Odinga alikuwa amevaa, na sioni in the near future mtu ambaye ataweza kuwa kwa hicho kiatu ambacho Raila Odinga amekuwa nacho, kwa sababu tukiangalia wale wanasiasa ambao wako sasa hivi, karibia wote wamefanya kazi na Raila Odinga for close to 40 years. Tumeona amefanya kazi na Rais Moi wakati aliingia KANU briefly. Tumeona amekuja akafanya kazi na Rais Kibaki wakati rais alikuja akaingia 2002, sababu Raila ndiye alisema Kibaki tosha, na baadaye akasema Kibaki toka. Tumeona amefanya kazi na Uhuru Kenyatta, kwa saizi alikuwa anafanya kazi na Rais William Ruto. Kwa hivyo tukiangalia ile crop yote ambayo iko kwa siasa saizi, wote wamekuwa in one situation or another, in one time or another, wamekuwa wakifanya kazi na Mheshimiwa Raila Odinga. Kwa hivyo tuseme ni mtu ambaye hatuwezi kwa saizi tuka-ignore, either vile umesema mtu anampenda ama mtu ampendi, hatuwezi tuka-ignore ile impact ambayo Mheshimiwa Raila Odinga ameweza kutuletea hapa Kenya. Sasa tukipiga macho mbele, kwa sasa amepumzika, unaona siasa za Kenya zinachukua mkondo gani sasa kuanzia sasa? Jambo la kwanza ambalo naweza nikasema, siasa zetu zimekuwa na pigo kubwa sana kutoka kwa kifo cha Raila Odinga. Huyu ni mtu ambaye amepigania rights hata za media, human rights zetu sisi wenyewe, ile katiba ambayo tuna enjoy ya 2010. Hao ndio walianza mchakato wa katiba, hata kama 2005 alikuwa against, but wale ndio watu ambao walianza mchakato wa katiba mpya. Kwa hivyo ni mtu ambaye zile vitu ambazo tuna enjoy leo, hata electoral changes zile ambazo tunaona zikifanyika leo, upigaji wetu wa kura umebadilika, kwa kuwa wakati tunapiga kura alafu Raila anakataa yale matokeo, huwa tunarudi kwa meza, tunajadiliana, tunakubaliana, tunaweka mikakati ya ule uchaguzi mwingine ambao unakuja. Kwa hivyo wamekuwa part and parcel ya kuwa Kenya inabadilika kila siku. Kwa hivyo kwa swali lako, Kenya inaenda kuwa nchi ambayo kwa saa hizi hatuelewi kesho itakuwa vipi. Kuna mambo mengi ambayo maybe tunakataana na vile Mheshimiwa Raila Odinga aliyafanya, kama mambo ya Gen Z hapa juzi na mambo mengine huko nyuma mengi sana, lakini tunaweza tukakubaliana pia ile kukua kwa political scene imekuwa more beneficial than vile imekuwa na effect mbaya ndani ya nchi yetu ya Kenya. Kwa mfano tungependa uwe ulenge moja kwa moja, kwa mfano kwa upande wa upinzani, tunaweza kusema ni nini kimepotea, kitakuwa na tatizo, tutakuwa na tatizo gani katika upinzani, upande wa upinzani? Raila Odinga, wacha niseme hivi Mr. James, Raila kukua hata alikuwa anafanya kazi na Ruto, bado watu wakiona Raila Odinga wanamuona kama figure ya opposition, kwa kuwa sauti ya Raila tu inaweza ikasimamisha mambo mengi sana ambayo inaweza kuja kutendeka. Kwa hivyo in opposition, I think sasa tukiongea mambo ya opposition,
kwanza tuweke watu kama kina Gachagua na kina Kalonzo kando. Tutazame mtu kama Raila Odinga as an opposition figure. Tuseme kwa saizi chama cha ODM, wakati Raila alikuwa uhai, tulikuwa tunaona wakivuta pande nyingi tofauti. Ukiangalia Sifuna ambaye ndiye Secretary General, alikuwa akiongea kwa sauti hii. Orengo anaongea kwa sauti hii. Watu kama Mbadi ambaye ni CS wetu wa Treasury anaongea kwa sauti hii. Wale wengine kwa sauti hii. Kwa hivyo nataka kusema kuanzia sasa hivi our opposition inaenda kuwa kwa wakati mgumu sana. Kwa sababu yule mtu ambaye alikuwa na sauti ya juu zaidi ameweza kuondoka. Kwa sababu wote ile siasa ambayo kina Gachagua na wale wengine wanafanya ya opposition, ukiangalia kwa undani, the footprints zimeanzia ile opposition ambaye Raila alikuwa amewekea msingi. Kwa hivyo it's very much okay, tuko na opposition ambayo iko saizi. Tuko na wanasiasa ambao wako capable ku criticize na ku oversight serikali kwa saizi. Ila kuondoka kwa Raila kumeacha pengo. Either ni kwa opposition ambayo iko saizi, ama ile ambayo ilikuwa, ama ile ambayo inakuja. Safi kabisa. Yes. Alikuwa ameweka mkataba na serikali ya Kenya Kwanza. Na kwa kiwango kikubwa wabunge wengi walijiunga na serikali, kuunga mkono serikali. Na hasa upinzani kuonekana ni kama umejiunga na serikali. Sasa kuondoka kwa Raila Odinga. Sasa ule mkataba kati ya Raila Odinga ama upinzani kwa wakati kwa sababu yeye ndiye alikuwa kiongozi wa upinzani na serikali. Unaona utaweza kuendeshwa namna gani? Unaweza kubashia. Tujafika hapo lakini ule uhusiano ni is okay. Kwanza wacha niseme hivi. Watu huwa marafiki wakati kuna kitu ya kukula juu ya meza. Kitu ya kukula ikiondoka ndio sasa vita huwa zinaanza. Na kuna wakati mwingine hiyo kitu ya kukula ikikuja ndio huwa tena inapiganisha watu. Wakati Mheshimiwa Raila alikuwa, tumeona kwamba hii broad based agreement ile ambayo walisign pale imekuwa ikiwork kwa njia ambayo tunaweza sema ni njia nzuri. Ila kwa sasa hivi ile chama ambayo iliingia kwa broad based agreement ilikuwa chama ya ODM. Of which chama ya ODM, it's a national party, it is more based in Luo Nyanza. Kwa hivyo tunaangalia, tunajiuliza maswali. Mtu kama Joho, Hassan Joho, upande wa Mombasani, Coastal Kenya, wale watakubali kweli kuendelea kukaa ndani ya ODM ama watajitoa na watu kama kina Amason Kingi ambao wako na chama yao ya PA? Maybe watajitoa waende wakaform chama yao sasa ya Mombasa, Coastal Province that is. Maybe tunaangalia mtu kama Oparanya ambaye ni vital sana ndani ya ODM lakini anatoka pande ya Western. Tunajiuliza swali, hii chama bado itaendelea kukua intact? Kwa sababu hii chama ikiharibika, ule muungano ambao unaniuliza kuhusu ndio utakuwa unasambaratika. Sababu chama cha ODM ndicho ambacho kimepatiana kina Mbadi, kina Joho na wale wengine ambao wako pale ndani waweze wakafanya kazi ya Rais Ruto. Kwa hivyo vile unaniuliza, naona kwamba hii agreement ambayo ilikuwa ya broad based, naona kwa saizi inaelekea mahali pabaya sana. Na kuna wimbo umekuwa ukiimbwa, wimbo wa one time. Tuseme hata kama huo wimbo ulikuwa unaimbiwa kwa umbali, sasa hivi unaimbiwa kwa karibu sana. Sababu yule mtu ambaye alikuwa ameshikilia sana hii serikali, yule ambaye alifanya vijana wakarudi kwa manyumba wakati walikuwa wanaenda kujaribu occupy mahali walikuwa wanaenda occupy, Raila ndiye ambaye alikuja na akadeflate, akapancha ile urge ambayo ilikuwa na vijana. Kwa hivyo kwa sasa hivi hayupo. Vita zitaanza ndani ya ODM. Vita zitaingia ndani ya cabinet. Vita zitaingia ndani ya bunge. Kwa sababu sasa hawana kiongozi ambaye wanaweza sema ndio wanangoja wapatie direction. Kwa mfano sasa kama vile unaeleza vizuri ni kwamba kuendelea kufanikiwa kwa mkataba huu katika kama vile umeeleza kwa kiwango kikubwa walioingia ndani ya mkataba huu ni chama cha ODM na Kenya Kwanza. Sasa inamaanisha kufanikiwa kwa chama cha ODM kikiendelea kuwa na nguvu, inamaanisha mkataba utaendelea kuwa yes. Na basi ukiangalia katika chama cha ODM Raila alikuwa ndio kila kitu. Huwezi taja ODM bila kutaja Raila. Na huwezi kutaja Raila bila ODM.
hivi karibuni kabla hajapotea. Na nafikiri ni mojawapo ya hotuba alizotoa mwisho kabisa kabla hajapotea katika macho ya umma. Aliuliza, je, nani alisema chama cha ODM akitakuwa na mgombea mwaka 2027? Na akaonya kwamba mtu yeyote asiendelee kusema kwamba tuna mkataba wa kuunga mkono William Ruto 2027. Alitaja maneno yake, alitaja niliyasikia na hakuzungumza sekta. So inawezekana kwamba alikuwa anapiga kwa heri kuhusu ODM kushirikiana na chama cha Kenya Kwanza. Wacha tuseme hivi. Mheshimiwa Raila huwa anaona mbali sana. Kwa miaka mingi sana. Ila in the recent past, chama kimekuwa kikimtoka mikononi. In fact, I can say wakati Raila amekuja kupumzika, chama cha ODM hakijakuwa na ule umoja ambao tumezoea chama hicho kuwa nao. Na ilianza wakati tuliona watu kama current MP wa Lang'ata, Mheshimiwa Jalang'o, walianza kujitoa ndani ya ODM, wakaenda kufanya kazi na rais, wakaonekana pale State House. Na ikaleta tumbo joto sana. Tukamuona Mheshimiwa Babu Owino, MP honorable pale Embakasi East. Tukamuona wakati alianza criticize the party. Mambo ikaanza kuchemka. Tukaona mahali pengine Mbadi wanasema hivi, CS. Junet wanasema hivi. Sifuna naye anasimama anasema contrary kulingana na vile wao walikuwa wamesema. Na wakati huo, mind you, baba bado alikuwa alive and well, and alikuwa bado anafanya siasa. Kwa hivyo swali ni hili. Watawezaje kushikana wakati hayupo? Ilhali wakati alikuwa, ilikuwa ngumu kuwa na huo umoja. Sasa fikiria William Samoei Ruto akitangaza kifo cha saibu wake Raila Amolo Odinga. Ikiashiria bado kufikia sasa tunapozungumza, matumaini hapo ya ushirikiano wa chama cha ODM pamoja na serikali ya Kenya Kwanza, kama vile Rais William Ruto anapoonyesha katika tangazo lake. Lakini swali ni nani unafikiri ataendeleza uongozi katika chama cha ODM? Kwa sababu tumeona kufanikiwa kwa chama cha ODM huenda ikafanikisha mkataba kati yake na Kenya Kwanza. Unafikiri ukitazama, ukipiga msasa viongozi ambao sasa wamebaki katika chama cha ODM, nani anaonyesha dalili ya kuwa kiongozi wa chama? Wacha nianze kwa kusema kiongozi ndiye anaunganisha watu. Yes. Wacha nianze kwa kusema hivi, yeah. Yule mtu ambaye kwa party hierarchy ambaye anafuata kwa saizi ni deputy party leader. Sababu Raila alikuwa party leader. Nafikiri huyo ni Mheshimiwa Joe. Swali ambalo najiuliza, kama chama hiki kimekuwa na nguvu sana na mizizi yake ni Luo Nyanza, itakuwa vipi Joe achukue chama kile akiendeleze kuendelea hapo? Swali la pili, watu kama James Orengo, governor wa Siaya, ambaye amekuwa mwandani wa Raila Odinga kwa muda mrefu sana, watakubali kwamba chama kitoke Nyanza kiende Mombasani, kiwe sasa kinaongozwa na mtu ambaye anatoka upande wa Pwani? Jambo la pili, the Secretary General Sifuna, ambaye ndio jinsi walivyo wakimuomboleza baada ya tangazo kutolewa na Rais William Ruto, na hata kabla haijatolewa watu wengi walikuwa wamepata habari kupitia mitandaoni na hata kupitia katika vyombo vya habari vyenye kuaminika, na walitoa hisia zao kuonyesha jinsi wanavyompenda na kumhenzi kiongozi wao Raila Amolo Odinga. Na hiyo inaonyesha mahali Kenya sasa imefika. Wengi sasa wamechanganyikiwa, hawajui siasa za Kenya zitaendeshwa jinsi gani. Na hapo ndipo sasa Wakenya sasa tunatoa tunaangazia wanajifunza nini hasa kuhusiana na swala hili. Kwa mfano sasa tunapiga msasa, je, Wakenya wanajifunza nini kuhusu kuendesha siasa zinazotegemea ukuwepo kwa mtu fulani mwenye nguvu kwa chama? Chama kinaundwa kwa msingi ya nguvu na maoni ya mtu mmoja. Okay, hilo jambo ambalo umesema, nimesikia kwamba umejaribu kucompare Kenya na Amerika kidogo.
Ila ningependa kusema demokrasia ya Amerika iko na zaidi ya miaka 200. Demokrasia yetu ndio inaelekea miaka 70. Kwa hivyo ndio tuko kwa mwanzo tu. Ndio tunatengeneza siasa yetu. Kwa sasa hivi Kenya is a very tribal country. Amerika hawana hizo ethnicities. So ni nchi ambayo ni kama watu wako kabila moja nchi nzima. Hapa kwetu tuko na kabila hii, kabila hii, kabila hii. Tunafanya kwanza regional politics before tukuje kufanya national politics. Tunaanza na tribal politics before tukuje kwa national politics. Kwa hivyo kwa sasa hivi hatuna chama ambacho kimoja hivi tunaweza tukakitaja tuseme kwamba it's a national party. Huwa zinakuwa registered as national parties, lakini kwanza lazima tuanzie nyumbani. Charity begins at home. Tuanzie nyumbani, upate support ya kutoka nyumbani ili sasa uende ukiendelea huko kwingine huko juu. Kwa hivyo kwa sasa hivi tungependa sana sisi wenyewe tuwe na chama ambacho kinashikanisha Kenya mzima. And that is the dream ambayo Gen Z walikuwa wameweka jina tribeless. Mahali ambapo tunaelekea tungependa kuwa tunatumia majina kama hayo. Tribeless. Wanasema ni party less. Wanasema ni leader less. Wakiwa tribeless, hao ni watu ambao huwezi kuja uwaambie nyinyi ni Wakamba mtapiga kura kwa Kalonzo. Nyinyi ni Wakikuyu mtapiga kura kwa Gachagua. Nyinyi ni Waluo mtapiga kura kwa ODM ama kwa Mheshimiwa Raila wakati ambao alikuwa. Wale ni watu ambao akili zao ni tofauti sana na zile generation ambazo zimekuwa pale nyuma. Kwa hivyo vile ambavyo unauliza kwa sasa hivi bado tuko very tribal, very ethnic, lakini pale mbele kuna hope kubwa sana kwa hawa wadogo ambao wanakuja nyuma yetu. So I think America wako huko mbele, wameshafanya mambo yao, wamedeal na challenges zao na zimewasomesha ile mambo ambayo zimewasomesha. Sisi pande yetu ndio tunaanza kujipanga. Tunapatia hawa the young generation. Tunawaambia kwamba tutoke, tuchukue kura, twende tujitume. Hiyo ndoto ambayo mko nao, mnaweza maliza ukabila, muionyeshe ndani ya debe. Safi. Yes. Umetaja vizuri kuhusu kizazi cha Gen Z. Kizazi cha Gen Z walitokea na mwito wa tribeless, leaderless, partyless. na tuliona kwamba waliangaza katika Kenya mzima. Hakukuwa Mjaluo, Mkamba, Masai, wote walikuwa kabila moja Kenya. Sasa unafikiri ndoto ya Gen Z na mwito wa Gen Z bado saa hii unaendelea kusonga mbele ama umekwama kwa kiwango fulani? Wacha tuseme hivi Mau Mau hawakupigana vita kwa siku moja. Mau Mau walipigana vita kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo Gen Z ni wale ambao wameanza tu ule mchecheto. Then it will move forward. Kesho kutakuwa na another change. Tuliona kwamba walitoka kwa barabara na president akawasikiza mpaka akavunja cabinet. Ukianza kufikiria effect ya ile generation, then you realize kwamba wako na ile jambo ambalo wanafanya ambalo ni tofauti sana. Na hivi ambavyo wameanza, hakuna kitu ambacho kimeenda chini. Kwa saizi wametulia tu. Ila kesho hatujui watafanya nini. The best thing is that they are very positive. Sisi ni youth leaders, ama youth leader kwa mtaani ya Kenya North and in Embakasi Central. So I can tell you this generation is very positive. Safi. Sasa kwa sababu wewe umesema unawania kitu fulani, ni vizuri kuzungumza tunapomalizia kuhusu watazamaji hasa katika eneo lako. Okay. Kuhusu wewe sasa unawania kiti gani, uko wapi? Wacha tuseme hivi Mr. It's okay Mr. James. Wacha tuseme hivi sisi as the young people, I'm among the young people. Even though I'm not a Gen Z, wacha niseme hivyo. Lakini I'm among the young people. Tumekuwa ndani ya leadership tukiwa pale kwa shadow. Na tumeamua kwamba it's high time tutoke hapa nje, sisi pia tuonyeshe capabilities zetu za kuweza kuongoza. Hatutoki tu tuongoze kwa kuwa tunataka kuongoza. Tunataka kuleta change. We need to pass this baton from the older generation. Napomalizia now to the new generation. Unasimama wapi? Yes, sasa ward yangu ni 30 seconds. Yes, ward yangu ni Kayole North. Na watu wa Kayole North tunajua wanatazama, ni watu ambao tunajuana, ndio wamenisukuma mpaka nikaweza kufika hapa. So tuseme nafasi inakuja, tutakuja kwa mtaa, tutaweza kuuza manifesto,
tutaweza kuuza agenda. Kwa saa hizi niseme tu tuko kwa debe, tunakuja ground na tutaongea na watu. Hatuna muda hapa mwingi wa kuuza manifesto, lakini next time nitapata nafasi nyingine, nitakuja, tutazungumzia agenda, manifesto na ndoto yangu ya Kayole North pale mbele. Safi. Yes. Asante sana. Leo tulikuwa tunaangazia kuhusu Raila Odinga, maombolezo ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Yes. Na tunadhamini sana wewe ukiwa Ephandas Kang'ethe, yes, ukiwania kiti cha wakilishi wadi eneo la Kayole North inayopatikana katika eneo ya wakilishi mbunge la Embakasi Central. Yes. Na basi karibu sana, asante sana kwa kufika katika mchakato huu. Na basi watazamaji, tunapoendelea kufikia ama kufika mwisho mwa kipindi hiki, bila shaka watu wengi wameweza kumuombeleza. Tumeona hata katika kanda nzima la Afrika Mashariki watu wanaendelea kumhenzi na pia kuendelea kumuomboleza muomboleza aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Tunajua leo mwili wake unatarajiwa kufika hapa nchini, na hivyo basi mipango ya mazishi inaendelea, na hivi karibuni tutaendelea kupata habari zaidi kuhusu jinsi inavyoendelea. Kumbuka tulikuwa tunazungumzia maisha na kauli za Raila Odinga kuanzia mwaka wa 1945 hadi mwaka wa 2025, akiwa na miaka 80, akiwa amefariki dunia jana asubuhi ya kuamkia jana. Na hivyo basi tunaendelea kuzungumzia maisha yake, na utaendelea kufuatilia sisi katika mitandao ya kijamii hasa YouTube na Facebook. Na hivyo basi ili tuweze kumalizia, tungependa kurejelea ile wazo letu ambalo tulikuwa nalo asubuhi ya leo. Tulikuwa na wazo asubuhi ya leo ambao tuliangazia asubuhi ya leo, ambapo tulikuwa tunaangazia kuhusu maisha ya kawaida, kuhusu maisha ya kawaida ambayo tunakabili kila siku. Na wazo letu la siku ilikuwa inazungumzia kuhusu maarifa, inazungumzia kuhusu knowledge will give you power, but character will give you respect. Kuna mambo mawili. Knowledge, unaweza kuwa na maarifa, unaweza kuwa na ujuzi wa kufanya mambo mengi. Unaweza kuwa na ujuzi kuhusu jambo fulani. Unaweza kuwa na ujuzi kuhusu daktari, kuhusu kuwa wakili, unaweza kuwa na ujuzi wa kila aina. Ujuzi unapatikana kupitia njia nyingi: kujifunza, kutazama watu, kusikiliza, unapata ujuzi. Na hivyo basi unaweza kuwa na ujuzi kuhusu jambo fulani kabisa. Lakini kuna sasa character ambao ni utu wa mtu. Utu wa mtu, hiyo ndio ina define utu wa mtu, yeye ni nani, na itaweza kuamua kama watu wanaweza kukuheshimu katika jamii ama hawatakuheshimu. Jinsi unavyojiendesha ndio inaamua. Basi tunazungumza, tupo ndani ya Pepeta TV, na kumbuka kipindi ni Morning Blend, tunapoendelea kuangazia kuomboleza kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Amolo Odinga. Na kutoka hapa ndani ya Pepeta TV tunawapa pole wote ambao wanamwenzi waziri huyo wa zamani. Na kutoka kwetu hapa ndani ya Pepeta TV, kumbuka mimi ni wako JW, tukikutakia siku njema.